إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأخيار، فإن أصدق الكلام كلام الله جل جلاله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى na kusaka rehema na amani zimiminikie zimwendee kiumbe bora ambaye alikayetembea juu ya ardhi hii, na isi mwingine ni mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, pamoja na masahaba zake na wake zake na wale ambao watakaomfuata mwenendo wake mpaka siku ya kiyama. Na muomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa huruma wake na utukufu wake, yeye ambaye alituwezesha kujumuika mara nyingine katika khutba hii ya Ijumaa biidhnillahi jalla wa ala ndani ya masjidi hii, siku bora kama siku hii biidhnillahi jalla wa ala, atukusanye pamoja na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama uko peponi. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni muweza wa kila jambo. Ndugu zangu wa Kiislamu, ayuha al-akhyar, ta'alu ma'i linaisha ma'a kalami Allahi jalla wa ala, wa linaisha ma'a ayatin من آيات الله سبحانه وتعالى، من أجل أن نتدبر، ومن أجل أن نتمعن، ومن أجل أن نأخذ من العبر والعظات بإذن الله جل وعلا من خلال كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. جوني tuzungukie aya miongoni mwa aya zake Allah subhanahu wa ta'ala, tuzungukie maneno yake Allah, tuyatafakari maneno yake Allah ambao ni mwongozo kwa wale ambao watakaomwamini Allah subhanahu wa ta'ala, ni mwongozo kwa wale ambao wenye kuwa na akili biidhnillahi jalla wa ala. Ndio mafanikio yetu katika hii dunia yetu na kesho akhira biidhnillahi jalla wa ala. Aya ndani ya suratul Baqara ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amezungumza, ndio itakuwa ni mada yetu biidhnillahi jalla wa ala. Qala Allahu ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه عدو مبين. إنه عدو مبين. Mwenyezi Mungu anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mlikomwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anawaita ndani ya Qur'ani wale ambao walikomwamini Allah subhanahu wa ta'ala,
walikomwamini Allah, na mimi na wewe tuko miongoni mwa wale ambao walikomwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi na wewe tuko miongoni mwa wale ambao wanadai imani ya kwamba wanamwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu wito ni wito ambao unawahusu waaminifu peke yake, wala wasiokuwa waislamu wala waaminifu hawaingii ndani yake. Ni wito unawaita wale ambao walikomwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wakamwamini mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, wakaamini vitabu, wakaamini siku ya akhera, wakaamini nguzo za imani. Mungu anakuita biidhnillahi jalla wa ala. Na hii wito ni kama kisi Mwenyezi Mungu anataka kuambia amka, kuwa na tarabba, yani kuwa mwenye kuzinduka kidogo, kwa sababu isikia haya ambayo Mwenyezi Mungu anataka kutuambia. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma, wafasiri wa Qur'an wanasema, idha sami'ta, ukisikia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an anaanza aya na wito, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mlikoamini. Ukisikia Mungu anasema enyi ambao mlikoamini, kuwa makini na kitu kimoja, fungua masikio yako na mambo mawili. Imma ni mambo ambayo Mwenyezi Mungu baada yake ni mambo ambayo Mwenyezi Mungu anataka kuyaamrisha, au ni mambo ambayo Mwenyezi Mungu baada ya ayyuhalladhina amanu. Ni mambo mawili, imma ni mambo ambayo Mwenyezi Mungu anataka kuyaamrisha, au ni mambo ambayo Mwenyezi Mungu anataka kukataza biidhnillahi jalla wa ala. Ya ayyuhalladhina amanu, uko miongoni mwake wewe ambao ulikamwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Udkhulu, Mungu anasema udkhulu fi silmi kafa, ingia ndani ya Uislamu wote. Asilmi au asalmi, sote visomo vyote. Asilmi wasalmi maanahu alislam, kama gisi wafasiri wa Qur'an walivyozungumza. Ingia, Mungu anasema udkhulu, hii ni amri, ingia ndani ya Uislamu, ingia ndani ya Uislamu wote biidhnillahi jalla wa ala. Usiingii nusu ndani ya Uislamu, usiingii kichwa pakabakia miguu nje. Tekeleza amri za Allah, tekeleza sheria ya Allah, kubaliana na sheria za Allah zote bila kukanusha hata moja, bila kupinga hata moja, bila kuacha hata moja. Amini sheria za Allah zote, na wala usiwi na shaka na dukuduku na sheria ya Allah hata moja. Ingia wewe wote biidhnillahi jalla wa ala, wala usiwi kama wale ambao walikao kubali baadhi, au ni sifa za Mayahudi, sifa za Mayahudi. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, wanaamini baadhi ya mambo katika kitabu na baadhi ya mambo yangine hawayaamini, wanayaacha. Usiwi na sifa hii. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amewasifu waaminifu ya kwamba inabidi waingie ndani ya Uislamu wewe wote, miguu na kichwa vyote viingie. Bila nafuata sheria zake Allah, usiache sheria zake Allah, kubali kuhukumiwa na sheria za Allah, kubali kuhukumiwa na sheria za mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na wala usihukumiwi pamoja na matamanivu ya nafsi yako. Waislamu wengi leo tunakwenda na matamanivu ya nafsi zetu, tunakwenda na matamanivu ya roho zetu ambayo inapenda, ndio tunakwenda qala Allah qala rasuluhu. Hapana, Mungu amesema, mtume kasema, tuliviweka pembeni. Ndio wana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anazidi kutudhalilisha, ndugu zangu wa Kiislamu, kwa sababu hatujaingia ndani ya Uislamu. Sisi wote tunachukua baadhi ya mambo ambayo yanatuaranje sisi katika dunia yetu, yale ambayo hayatuaranje tunaachana nayo biidhnillahi jalla wa ala. Tunaanza kuhukumiana katika mambo ambayo yako kinyume na Uislamu biidhnillahi jalla wa ala, na hii sio miongoni mwa sifa ya waaminifu. Katika suratul Ahzab Mungu anasema, wama kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allah ay idha amara Allah amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim.
katika sura al-Ahzab wanasema wama kana limu'minin, haikuwa miongoni mwa sifa za waaminifu wanaume wala miongoni mwa sifa za waaminifu wanawake, sio sifa zao. Idha qada Allahu amran, pindi Mwenyezi Mungu atakapoamrisha jambo, atawaamrisha mambo, akawakataza mambo, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, alafu wakawa na khiyari katika amri yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi nitavichukua, hivi vingine hapa. Nikifikia katika mirathi, mirathi hapa nipunga dunia. Ikifika katika kuwa mke wa pili, unaleta aya zinakuaranje matna watu zinakuaranje wewe. Safasi ya mirathi bana tugawe kidini. Mama anakataa, mama anakataa wa Kiislamu anakataa, hapa ni pasi. Afu unaona mivazi yake jilbabi, yale ambaye anamuaranje katika mambo yake ndio anachukua. Sio sifa ya waamini. Wewe haujakuwa muaminifu, wewe ni Muislamu. Pana tofauti baina ya Muislamu na muaminifu, na sio kila Muislamu ni muaminifu, isipokuwa kila muaminifu ni Muislamu, kwa sababu daraja ya uimani ni daraja iko juu ya Uislamu. Na ndio maana Uislamu una degree 3. Pana Uislamu, pana muaminifu, na pako al-ihsan. Al-ihsan ni VIP. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa al-muhsinin, sema amin ya rabbal alamin. Al-ihsan iko juu, an ta'budu Allah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Hii ihsan ni kumwabudu Allah kama jinsi unavyomuona, na kama haumuoni, tambua ya kwamba Mwenyezi Mungu anakuona. Uko ndani ya gari yako anakuona, uko WhatsApp yako saa 8 ya usiku anakuona, uko kwenye Facebook yako saa 9 ya usiku peke yako kwenye mtandao anakuona. Allah, umejificha muhoteli anakuona. Uko unataka Mwenyezi Mungu. Hii ni ile degree, hii ni al-ihsan, ni ile VVIP. Lakini sio kila Muislamu ni muaminifu, kwa sababu daraja ya imani ni daraja iko juu ya Uislamu, kwa sababu imani inahitajia matendo, inahitajia kutenda, inahitajia yani kuaplike Uislamu ndani ya vitendo. Ndio wana ndugu zangu wa Kiislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema haikuwa miongoni mwa sifa ya waaminifu wanaume na sifa miongoni mwa waaminifu wanawake, pindi Mwenyezi Mungu atakapoamrisha jambo alafu ukawa na khiari. Leo tumekuwa na khiari ndugu zangu wa Kiislamu, tumeiweka Qur'ani na Sunna nyuma. Leo mji umeharibika, jamii imeparanganya, kwa sababu watu tumeiweka Qur'ani na Sunna nyuma. Leo wamama wa Kiislamu wanapiga misondo barabarani, leo jasmini zinanguruma barabarani. Wamama wa Kiislamu, heshima imeondoka, haya imeondoka. Wadada wa Kiislamu wanakutana vikao vyao vya kitchen party, wanavaa uchi, wanawakamere, wanavaa makanga, manini, madira. Mama wa Kiislamu, dada wa Kiislamu, tumekaa kwenye makahawa tunacheka tu, tunazama stati tunacheka tu. Tumekhalifu amra Allah, tumekhalifu amra Rasulillah. Wababa wa Kiislamu, leo unamchukua mke wako unamtuma Saudia, unamtuma Omani eti akafanye kazi, eti msaidizane maisha. Ndoa zimebomoka, nyumba zimebomoka. Unamchukua mke wako na watoto unawatuma Serbia eti wakapambana wakatafute maisha. Mke na watoto 4 unawatuma wakapambana watafute maisha, eti tusaidizane katika maisha. Wewe huna mke, wewe huna watoto tena. Ikiwa umemchukua mke wako ukamtuma kwenye simba, unamchukua mke na watoto unawatupa kwenye simba, wewe unataraji hizi simba hizi zitam-papasa? Hapana. Wewe huna mke, tafuta mke uoe. Wewe huna watoto tena, tafuta watoto uzae watoto. Huna watoto, umeshachukua mke wako na mke umewatuma, ulikuwa na maisha mazuri hapa, alhamdulillah rabbil alamin, unaishi, unachukua unamtuma. Tafuta mke na utafute watoto wengine, kwa sababu wewe kwa sasa huna watoto wala huna mke. Umemchukua mke na watoto umewatuma kwa Masihi Dajjal,
umewatuma koya shaytan. Unatarajia kitu gani ndugu zangu wa Kiislamu? Amri za Allah na amri za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam tumeziacha. Leo manyumba yetu, aina rujula, wanaume uko wapi? Wanaume wa kuchukua responsibility kama mwanaume, masuhulia wanaume tumezitupa Waislamu. Unamwacha mke wako asafiri, anakwenda Dubai, Dar es Salaam siku 3, anapewa lift na convoy, wanakuja na labda barabara, yani umetulia na unatulia kwa sababu yanakuarrange wewe katika maslahi ya kidunia, afu unajua tu unafanikiwa. Wallahi hufanikiwi. Wewe utapoteza hii familia, wewe utakuwa duyuth, waduyuthu haingii peponi biidhnillahi jalla wa ala. Njooni tuaplike sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Mahakamani pamejaa Waislamu wamekuwa wenye kugofera makese mahakamani, baina ya ndugu wewe na ndugu yako, ndugu kwa dada yake, watakuana mpaka metre 2. Kwa nini tusirejee katika Qur'ani na Sunna ituhukumu? Kwa nini tusiwatafuti viongozi wa Kiislamu watufanyie, watumalizie? Kwa sababu amri ya Mwenyezi Mungu tumeweka pembeni na sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama tumeziweka pembeni biidhnillahi jalla wa ala. Ndio maana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akasema, afaraaita man ittakhadha ilahahu hawa. Umewaona ya Muhammad wale ambao waliyafanya matamanifu ya nafsi yao kuwa ndio waungu wao. Leo unatoa Allahu akbar, Allahu akbar, Allah vya bongo, vitu vya uongo, sala nyingi uongo, funga nyingi uongo. Tuko mbali na Allah subhanahu wa ta'ala, tumeyafanya matamanifu ya nafsi yetu ndio yakawa waungu zetu. Matamanifu ndio yanatuongoza, sio Qur'ani na Sunna tena, sio Qur'ani na Sunna tena. Mambo ya Qur'ani na Sunna shesma tutolee. Ndio maana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatuletea mitihani na majaribio na mitihani kwa sababu ya kuacha sheria za Allah subhanahu. Tujaingia ndani ya Uislamu sisi wote tungaliki 50-50, tungaliki na mashaka na sheria za Allah, ungaliki na kama sheria ya Mwenyezi Mungu ni ya zamani. Tuko 2026. Wallahi wewe haujaamini wala haujakuwa muaminifu. Muaminifu ni yule ambaye anakayeambiwa qala Allah qala rasuluhu, Mungu amesema na mtume wake, unasema sami'na wa ata'na, nasikia na nimetii. Leo dada zetu, mama zetu, wallahi alazim, unakapowapa mawaidha mcheni Allah, kuweni tumche Allah, turejee kwa Allah, wanakuona ya kwamba umeparanganya mkichwa, njoo turejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Barua wa mama zetu ambao dada zetu wanaishi Ulaya, wale ambao wanaoishi Ulaya miongoni mwa dada zetu, wakubwa zetu wanaume, njoni tusighafiliki na maisha ya dunia, usighafiliki na mataa na maetaje, usighafiliki na huo uwezo mdogo ambao Mwenyezi Mungu amekupa. Tuko mbali na Qur'ani. Wamama wa Ulaya wanaparanganya katika misondo yao, katika mafete yao, katika mashairi yao, wanamwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu ya kauma gharraka bi rabbikal karim. Kitu gani kimekufanya wewe, kimekughafilisha mpaka ukamsahau Allah? Uwe mwela unapata huko Ulaya, hayo maetaji ambayo unayaona huko, hayo mahamburgeri ambayo unakula na mapapu, uwe mwela ambao unapata ndio unakufanya umsahau Allah subhanahu wa ta'ala. Uwe mshomaji ambao unapata na CPS na mshahara. Tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Wakaka zetu ambao uko Ulaya, ambao wako hapa, tumcheni Allah. Mtu amekuwa mtu mzima lakini hamsikilii Mwenyezi Mungu aibu, anamuasi Allah hadharani, anachukua maasi yake anaweka mstati wakina baba na wakina mama. Maasi yetu leo katika stati billahi jalla wa ala, misondo na mambo ya haramu ambayo wazee walipiga vita. Buenzi yetu ambayo ilikuwa ni buenzi ya Uislamu, nuru ya Uislamu leo imekuwa ni ilikuwa ni nuru leo ya ukafiri na uzushi katika mji wetu biidhnillahi jalla wa ala. Sababu ni nini? Tumekuimbia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na hatujaingia ndani ya Uislamu sisi wote, alafu watu wazima wamekaa kimya hata tukumbushani tena biidhnillahi jalla wa ala. Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kafa, enyi ambao mlikomwamini Allah subhanahu wa ta'ala, ingieni ndani ya Uislamu nyinyi wote biidhnillahi jalla wa ala.
ndio kufaulu. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina fastaghfiruhu innahu yaghfiru dhunuba jami'a. Alhamdulillahi alladhi khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilayna rasulan faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhala an-nar. Thumma as-salatu was-salamu 'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kustaka rehma na amani zimwendee mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama pamoja na masahaba zake na wake zake na wale ambao watakaomfuata mwenendo wake mpaka siku ya kiyama. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa wale ambao watakaofuata sunna za mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama mpaka siku ya kufa kwetu ya rabbal alamin. Ndugu zangu wa Kiislamu, hii aya ambayo nimezungumzia imegawanyika katika mafungo mawili. Fungo ya kwanza ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anatuamrisha tuingie ndani ya Uislamu sisi wote. Anatuamrisha kuingia ndani ya Uislamu sisi wote. Walislamu ayyuha al-akhyar, al-islamu huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid. Al-islamu, Uislamu sio maneno. Kuwa Muislamu sio maneno. Uislamu maana yake huwa al-istislamu lillah, ni kujisalimisha wewe wote kwa Allah, ni kujisalimisha wewe wote kwa amri zake Allah, ni kujisalimisha wewe wote maisha yako, mambo yako, mateknika yako, watoto zako, mitikasi yako yote lillah, kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sio kwa yoyote wala chochote. Ni kujisalimisha wewe kwa Allah, sio kujisalimisha kwa kitu chochote kile, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwenye nguvu, ndio mwenye uwezo, ndio mwenye kila kitu, ndio ambaye ni shefu number one. Allah alikayekuumba wewe akaiumba dunia biidhnillah. Ni kujisalimisha kwa Allah, kwa kumpwekesha Allah, kwa kuwa mtu wa tauhid, kwa kuwa mtu wa tauhid na kuyafanya yale ambayo Mwenyezi Mungu ameyakataza, na kuwa mbali na ushirikina, kuwa mbali na yale ambayo yenye kuwa na ukafiri na ushirikina ndani yake. Wewe ndio unakuwa Muislamu. Ikiwa kama haujajisalimisha, haujajipana wewe wote kwa Allah, ungaliki na itikadi ya kwamba pana mtu anaweza akakunufaisha kinyume yake Allah, pana mtu anaweza akakudhuru kinyume yake Allah, pana mtu ambaye unategemea zaidi yake Allah, wewe haujawa Muislamu, wewe haujawa muaminifu. Ya ayyuhalladhina amanu haumo. Waman yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuhu, na yule ambaye atakemtegemea Allah basi atambue ya kwamba Mwenyezi Mungu atamtosheleza. Hapana kutegemea sistema yoyote ile ya kidunia. Tegemea Allah subhanahu wa ta'ala, ujisalimishe mbele yake Allah, unakuwa Muislamu biidhnillah jalla wa ala. Kitengo cha kwanza. Kitengo cha pili, Mwenyezi Mungu akafika na tuambia hivi, wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Innahu lakum aduwwun mubin. Kitengo cha pili, mkishaingia ndani ya Uislamu nyinyi wote, ukaingia wewe wote, tukaingia ndani ya Uislamu, Mungu anatuambia kuweni na tahadhari. Tahadhari gani ya Allah? Wala tattabi'u khutuwati shaytan, na wala msizifati nyayo za shaytan. Mwenyezi Mungu akusema wala tattabi'u shaytan, na wala msimfati shetani. Shetani akija katika hali ya kupoteza, hawezi akaja akwambia eti nataka nikupoteze. Ana nyayo zake, ana teknike zake, ana talaa zake anatumiaga ili ya kukokota wewe katika njia yake. Mungu anatuatahadharisha kuwa na tahadhari. Wala tattabi'u, na wala usifati nyayo zake, hakika huyo shaitani aduwwun mubin, ndio adui wa kwanza mkubwa wa binadamu. Adui wa kwanza wa binadamu ni shaitan, na miongoni mwa nyayo zake sasa
Shaitani huwa inakutembelea, inafanya teknike zake. Mungu sasa kwambia udkhulu fi silmi kafa, ingia ndani ya Uislamu yote, usifatishe nyayo miongoni mwa nyayo zake. Shaitani huwa inakuja, inataka kukutoa Muislamu ikuingize ndani ya ukafiri na ushirikina. Teknike inakutoa ndani ya Uislamu polepole, inakuingiza ndani ya ukafiri na ushirikina, uangukie mle ndani mle. Bimaana kuwa mbali sana na ukafiri, kuwa mbali sana na ushirikina, kwa sababu ni nyayo miongoni mwa nyayo za shaitani inatumia ili kukokota katika ukafiri pamoja na ushirikina biidhnillahi jalla wa ala. Ayuha al-ikhwan, ayuha al-akhyar, i'lam ya ra'aka Allah anna al-islama ni'matun 'azimatun, ni'matun 'azimatun yanbaghi likulli muslimin an yashkura Allah 'azza wa jalla 'ala hadhihi an-ni'ma, ala wa hiya ni'matu al-islam. Hamna neema kubwa, hamna neema kubwa kama neema ya Uislamu. Ikhtaraka Allah an takuna muwahhida, Mwenyezi Mungu amekuchagua na akakuchagulia dini bora duniani, dini ya Uislamu. Waman yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin, na yule ambaye atakayechagua dini nyingine kinyume ya Uislamu, Mungu anasema matendo yake hayawezi akakubaliwa, wa huwa fil akhirati min al-khasirin, na siku ya kiyama atakuwa miongoni mwa watu ambao wamehasirika. Al-Islamu ni'matun 'azima, Uislamu ni neema kubwa sana ambayo inabidi umshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kupitia hii neema. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, na mkitaka kuanza kuzihesabu neema za Allah hamwezi mkazihesabu. Na neema kubwa ni neema ya Uislamu. Neema kubwa ni kwamba uko muwahid, hauko kafiri, hauko mshirikina, uko mwenye kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Teknike ya pili ambayo shetani inapambana ili ikuingize, ikutoe katika Uislamu, shetani inapambana, inakubeba uwe mtu wa bid'a, uwe mtu wa miongoni mwa khutuwati shaitan ni kukufanya wewe uwe mzushi katika dini. Unasali, unahiji, lakini inakuingiza katika mambo ya uzushi, mambo ya dhikri, mambo ya kuchinja, mambo ambayo ni ya uzushi, ambayo hayana ushahidi, mambo ya kwenda kusherehekea maulidi. Unaona kama ni mambo ndani, uinje wake ni Uislamu, lakini huyo sio Uislamu. Uinje wake ni dhikri. Bwana, tunafanya tu dhikri hapo, dhikri, lakini uinje wake ni bwana, huyo sio Uislamu. Man ahdatha fi amrina hadha, sikizeni vizuri hadithi, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minna fahuwa raddun, atakayezua ndani ya Uislamu akaja na mambo ambayo mtume hakuyafanyaga, maswahaba hawakufanya, wanafunzi wa maswahaba hawakufanya, wewe ukaja nayo kwa kutaka kuonesha ya kwamba uko mcha Mungu sana, wala umekuja na Uislamu mpya, ukiyafanya mambo ya uzushi, mtume anasema hayatokubaliwa. Tumsikie Mtume Muhammad anasema kullu wal kullu yadullu ala al-umum, katika lugha ya Kiarabu. Subiri Kiarabu, kullu bid'atin, yani grameri za Kiarabu ambazo hauwezi kuwa mtu umesoma, hizi ni grameri za basi. Mtume anasema kullu, hii kullu katika lugha ya Kiarabu inamaanisha en general, kullu bid'atin dalala, kila uzushi ni upotovu katika dini. Wa kullu dalalatin fi nar, na kila upotovu ni motoni. Bid'a nzuri na bid'a mbaya haviwagi. Mtume amesema kila uzushi ni upotovu, na kila upotovu ni motoni.
tuwe mbali na uzushi ndugu zangu wa Kiislamu, na tuwe mbali na wazushi, mashekhe ambao ni wa bid'a, maduati ambao ni wa bid'a, maulama ambao ni wa bid'a. Kuwa nao mbali, watakuharibia dini. Usighafiliki sana. Kila mwanamwana amevaa bilemba, amevaa kanzu imenyooka, majoo mengi ufate. Hapana, hii elimu ni dini. Al-ilmu din, elimu ni dini. Elimu ya Uislamu ni dini, na dini ya Mwenyezi Mungu haichukulii kwa kila mtu. Tizama sehemu gani unachukua dini yako, tizama sehemu gani unachukua madarasa yako, usije ukapotea biidhnillahi jalla wa ala. Jambo la tatu ambalo, wala tattabi'u khutuwati shaytan, miongoni usifati nyayo za shaytan. Shaytani na kuingilia katika hali ya kufanya kabair, madhambi makubwa, inaingia inakurahisishia kunywa pombe. Waislamu, janga ambalo limezagaa, ummul khaba'ith. Mtume anasema ni mama wa madhambi, dhambi ambayo imezagaa leo kwa Waislamu, pombe. Ummul khaba'ith, mama wa mabaya. Vijana wa Kiislamu leo tunakunywa pombe hadharani, barabara 25 kule mwisho, wa vijana wa Kiislamu, pombe. Wamama wa Kiislamu katika masharehe, unaona kuna bureti buli wingi, bureti buli una matekniki mengi ya pombe ndani. Wamama wa Kiislamu wanakunywa pombe sana. Haya ni na ushahidi wa ndani, tekniki za hali ya juu. Red Bull, pombe. Wamama wa Kiislamu wamekuwa kunywa pombe. Wa vijana wa Kiislamu, wa baba wa Kiislamu, tumekuwa imboregwa. Wamama wa Kiislamu imboregwa. Afrika, Ulaya ndio usiseme, zinanywa hadharani masalo ya kila mama wa Kiislamu, mashampanye, Jack Daniel, watu wanapiga machi. Mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Ma gharraka bi rabbika al-karim, kitu gani kimefanya wewe ukengeuke? Alladhi khalaqaka fasawaka, Mungu amekuumba kutoka katika maji ya udhalili, unakengeuka. Pombe ni miongoni, wala tattabi'u khutuwati shaytan, msifati nyayo za shaytan. Pombe, mtihani umeingia katika jamii. Dada zetu wa Kiislamu unamwona amevaa madineti makubwa sana, kumbe amesha kunywa pombe, ni mboregwa. Tunasali, wallahi Waislamu, haya tunayazungumza, tunakumbushana. Kila mtu ana dhambi yake, natamani kuiacha inamshinda, na mimi nina yangu na wewe una. Tunakumbushana, yote yanatugusa, ni jamii, tunakumbushana. Arriba, wala tattabi'u khutuwati shaytan, na wala msifati nyayo za shaytan. Inatuingilia kupitia katika riba. Arriba, Waislamu tumekula riba sana. Waislamu tumeingia katika mlango wa riba. Leo Waislamu wana dili zao ambazo zimezaga mjini. Banki Lambert, Waislamu wengi wanakula Banki Lambert. Anakukopesha milioni 10, baada ya mwezi mmoja utamrudishia milioni 13. Muislamu na anavimba na anasali sana. Allah, itu ya bongo. Ungaliki unakula riba. Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu riba adhafa mudha'afa, enyi ambao mlikuwa muamini Allah, msiwe wenye kula riba, msiwe wenye kula ziada. Wabosi wa Kiislamu leo ndio wa kwanza wanakula riba. Arriba 73 baba, mtume anasema arriba 73 baba, aisaruha ay adnaha mithla an yankiha ar-rajulu ummahu. A'udhu billah. Riba ina milango 73. Mlango wa mwisho wa riba, mlango wa chini wa riba, dhambi yake ni mfano mtu kumwingilia mama yake
wakula riba. Sikilizeni mfano wa riba, mlango wa mwisho wa riba, dhambi yake mfano wake ni wewe kumpiga mama yako murakaka. Unamkanyaga mama yako murakaka. Riba, dirhamu riba ashaddu inda Allah min 36 zania. Dirhamu moja ya riba ambayo unaichukua kwenye banki au banki la mbele ili uonekane bosi miongoni mwa bosi. Wewe huko bosi, wewe unavimba, wewe hauko bosi, uko bosko. Hela ni za riba, hela za banki. Unavimba mwaka mmoja, miaka miwili, mwaka wa 3 utaporomoka, mporomoko wa kuporomoka. Hapo nakwambia niko mregime, sio regime hiyo baba. Hiyo inaitwa regime forcé baba. Dirhamu moja ya riba ambayo unaikula au unaipana inamuumiza Allah sana, zaidi ya kupiga wanawake 36 murakaka. Dirhamu moja inamuumiza Allah zaidi ya wewe kupiga murakaka wanawake 36. Angalieni ukubwa wa zina, lakini angalia riba. Alladhina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Siku ya kiyama wale ambao walikaokula riba, Mwenyezi Mungu atawafufua kama gishi watu ambao wamekumbwa na majini. Yaani unafufuliwa utadhani umekumbwa na majini, mtu wa riba. Kwa nini? Kwa sababu walisema innamal bay'u mithlu riba, hakika biashara ni kama tu riba. Tofauti ya biashara na riba iko wapi Sheikh Ismail? Nimerangua milioni 10 au simu au gari, nimerangua milioni 20 na iuzisha milioni 30. Tofauti ya riba na biashara iko wapi? Ndio tekniki zao. Sasa biashara na riba ni mamoja. Tumsikie Allah. Wa ahalla Allahu al-bay' wa harrama ar-riba. Mwenyezi Mungu amehalalisha biashara na akaharamisha riba. Riba ni ziada. Bana, nakukopesha milioni 10 utanirudishia milioni 13. Biashara umerangua milioni 10 unamuzishia mtu mdaonana, mkaridhiana 12 milioni, 13 milioni, 20 milioni, akikubali akakubali, ni biashara. Zangu wa Kiislamu, haya ni miongoni mwa mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atutahadhari ili tuweze kufaulu katika dunia yetu na akhira yetu biidhnillah jalla wa ala. Na wala hatuwezi tukafaulu katika hii dunia, wallah wa billah wa rabbil Kaaba, hatuwezi tukafaulu katika hii dunia ikiwa kama tutakuwa tuko mbali na Uislamu, tuko mbali na Qur'an, tuko mbali na Sunna. Probleme zitatupiga na mwisho wa mambo ni mavese. Tutapigwa na mavese. Hii AVC ambayo mnaisikia Waislamu, AVC ambayo mnaisikia hii AVC ni ugonjwa, lakini mtihani miongoni mwa mitihani ambayo Mwenyezi Mungu anaweza akakupiga. AVC jundun min junudillah, ni soda miongoni mwa soda wadogo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wama ya'lamu junuda rabbika illa hu, hakuna anayejua wasoda wa Mwenyezi Mungu isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii AVC mitizam, vifo vya ghafla, mtihani wa Islam. Watu wanaondoka ghafla, watu wanakufa ghafla. Jana alikuwa ni babu, leo wenda ni mimi, kesho ni wanafikiriwa. Kitu gani umejipanga ili ya kuweza kukutana Allah Subhanahu wa Ta'ala? Umejipanga aje ili ya kuweza kukutana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah
ogopeni siku ambayo mtakwenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, na kila mtu atalipwa kwa kile ambacho alikachokifanya biidhnillahi jalla wa ala. Allahumma ajina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana min khairi fi ma a'tait wa qina sharra ma qadait. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.